Usipuuze ishara hizi tena. Mungu anakuita kwa nguvu. Watu wengi waliangalia part 1 lakini hawajui kuwa kuna ishara nyingine muhimu zaidi. Kama bado hujaangalia part 1, nenda uangalie kwanza, lakini leo tutaendelea na ishara zingine ambazo zinaonyesha Mungu anakuita katika kusudi lako. Ishara ya 6, unahisi kutengwa na dhambi. Unapoanza kujitenga na dhambi, hiyo sio bahati mbaya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 inasema, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana yake unapojitenga na dhambi, unapokuwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Vile vitu vya kale vinaondolewa na Bwana anaweka jambo jipya. Ni moja ya ishara inayoonyesha ya kwamba Bwana anakuita katika kusudi lake. Unaanza kuchukia yale mambo mabaya uliyokuwa ukiyatenda zamani, unaanza kuchukia maisha ya dhambi, maisha ya anasa uliyokuwa ukiyafanya kwa ajili ya kumchukiza Mungu. Kwa hiyo unajikuta dhambi unaichukia na haipati nafasi tena ndani yako. Hiyo ni ishara ya 6. Mungu anakuita katika kusudi lako. Ishara ya 7, unapata njaa ya neno la Mungu. Unaanza kutamani kusoma Biblia na kusikiliza mahubiri kila mara. Mathayo ile sura ya 5 mstari wa 6, Biblia imezungumza ikasema, heri wenye njaa na kiu ya haki. Nakumbuka wakati mmoja wakati Bwana ananiita katika kusudi langu la kumtumikia yeye, nilikuwa ni mtu ambaye ninapenda sana kusikiliza neno la Mungu. Nilitamani angalau hata kukosa chakula, lakini neno nilisikilize. Niliwasikiliza wahubiri mbalimbali, niliwasikiliza Archbishop Moses Kurola, nikawa namsikiliza sana mwalimu Christopher Mwakasege na watu wengi sana. Nimemsikiliza mchungaji Katunzi na wahubiri wengine wengi sana wa neno la Mungu. Nilijikuta nimejengwa katika viwango tofauti hadi kiwango tofauti. Nilitamani kusoma katika Biblia. Nilivutiwa sana na habari za nabii Elia mtishi. Nilivutiwa nazo sana. Kwa hiyo Mungu alikuwa akinivuta katika kusudi lake. Ndipo nikagundua ya kwamba unapopata njaa ya neno la Mungu, tayari Bwana anakuita na kukuvuta katika kusudi. Yamkini hata wewe umekuwa na njaa ya kusikiliza wahubiri wengi, ya kusikiliza mafundisho mbalimbali, ya kusikiliza neno la Mungu kila mara. Maana yake ni Mungu anakuvuta. Ni kwa nini utamani kusikiliza? Ni kwa nini? Kwa sababu Bwana amepanda kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe utamani kusikiliza na kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Hiyo ni ishara ya 7. Ishara ya 8 inasema Mungu anakupa ndoto au maono. Mungu anaweza kuongea kupitia ndoto au maono. Ile Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, Biblia inazungumza inasema kwamba wazee wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Wakati fulani Mungu anaweza akazungumza na wewe kwa kupitia maono, wakati mwingine kupitia ndoto. Umewahi kuona ndoto? Yamkini uko sehemu fulani katika majukwaa ya mikutano ya Injili, ukiwa unaimba, ukiwa unahubiri, watu wanafunguliwa, watu wanapona. Uko kanisani unaomba, uko kanisani unahubiri, na hata yamkini haujawahi kuhubiri, yamkini haujawahi kuimba. Maana yake ni ishara Mungu anakuita katika kusudi lake. Mungu anatamani au anataka akutumie kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo ni wewe kuendelea kukaa katika magoti na kuendelea kujifunza na kuendelea kukaa na watu ambao wana uwezo wa kukusaidia kumuelewa Mungu kwa upana, kumuelewa Mungu kwa undani zaidi. Itakuwa ni njia ya kukujenga katika maisha yako. Ishara ya 9 ni unakutana na watu wa Mungu. Ghafla unaanza kukutana na watu ambao wanakuvuta karibu na Mungu, watu wanaoanza kukuleta karibu na Mungu. Mithali sura ya 27 mstari wa 17, neno la Mungu linasema chuma unoa chuma. Kwa sababu Mungu anakuita na kukuvuta katika kusudi lake, ndipo utaanza kujikuta unakutana na watu mbalimbali, wahubiri mbalimbali, ama ukaa na wainjilisti, walimu wa neno la Mungu, mchungaji wako ama ni rafiki yako. Unajikuta unatamani kujifunza, unatamani kuelewa na kumfahamu Mungu kwa upana. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu kinachofukuta ndani yako, kuna kitu kinaendelea kufukuta ndani yako ambacho Bwana anakuita katika kusudi lake. Lengo na kusudi ni Mungu akutumie kwa ajili ya faida ya ufalme wa mbingu na kwa ajili ya faida ya maisha yako ya milele.
Ishara ya 10 ni unahisi kusukumwa kufanya jambo kubwa. Kuna kitu ndani yako kinakwambia fanya zaidi. Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 13, neno la Mungu linasema Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu. Lakini pia ile Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12, neno la Mungu linasema yeye aniaminie mimi, na kazi nizifanyazo naye atazifanya na kubwa kuliko hizo. Kwa hiyo amini ya kwamba Bwana anaweza kukutumia kutenda mambo makubwa, anaweza kukutumia kufanya mambo makubwa. Amini. Nakumbuka siku moja niliwahi kuitwa kwa kuna mama ana kansa. Ile kansa ilikuwa imemtafuna. Nikakuta ana dokumenti za hospitali ya rufaa Bugando, lakini nikakuta na dokumenti zingine za madaktari kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Madaktari wamemwambia mama, nenda nyumbani ukasubirie siku zako. Nilipofika pale nikaongea na yule mama, nikamwambia mama, unamwamini Yesu? Akasema ndio. Nikamwambia je, unaamini kwamba mimi Mungu amenituma kwa ajili yako? Akasema ndio. Tuliomba na yule mama kwa imani. Ndani kama dakika 15. Ana miaka 6 amelala kitandani wala hawezi kuamka. Kansa imemtafuna titi lake, imepasuka. Maji machafu yanatoka na yenye harufu mbaya. Wale niliokuwa nao waliogopa kuingia ndani, wakakaa nje mbali naye. Lakini mimi niliamini kwamba ninaweza kufanya jambo kubwa zaidi. Niliomba na yule mama. Ndani ya dakika 15 yule mama aliamka, akasimama na kutembea. Nikaona ile familia imekuwa na furaha kubwa ambayo sijawahi kuiona katika maisha yangu. Kwa nini? Ni kwa sababu niliamini Bwana anaweza kutumia kufanya mambo makubwa zaidi. Kama umeona ishara hizi, ujue Mungu anakuita katika kusudi lake. Andika amina na subscribe Heaven Glory TV. Usiache kukomenti pamoja na kushare. Mungu wa mbinguni awabariki. Tukutane katika video ijayo. Amen.